Utaanza kwa kuzungusha waya wako kulingana na vipimo ambavyo unataka. Kisha utazungusha kama hivyo. Mimi nilikuwa nataka kipimo ambacho kinalingana, duara linalingana na hiyo peni, lakini make sure unapozungusha unazungusha na inakaza vizuri kama hivyo. Haya, utatoa, duara lako itakuwa iko tayari, yani ua lako litakuwa liko tayari. Haya, mimi umbo langu nilikuwa nataka liwe kidogo kama pembe tatu fulani hivi. Kwa hiyo hatua inayofuata baada ya hapo nitazungusha kulingana na shape ninayotaka. Kwa hapo nitaanza ku arrange shapes kama hivyo. Haya, baada ya hapo nitatengeneza shape kama hivyo. Nilikuwa naona nikitengeneza na mkono pekee na goma, kwa hiyo nilidumbukiza katika umbo langu ile umbo ya duara isihame, ila juu iwe shape kama hivyo. Ndio nilivyokuwa nataka ua langu liwe hivyo. Kisha nitaanza kukoroga rangi. Nitakoroga rangi yangu ya kwanza nilitumia purple. Nilitumia rangi ya purple, nikatumia rangi nyeupe, nikatumia na rangi nyekundu na nyeupe. Nyekundu na nyeupe nilichanganya, na hiyo purple kama unavyoona hapo nilichanganya na makeup powder ya white. Kwa hiyo nikazikoroga zote, nyeupe kivyake, purple hiyo na hiyo makeup powder kivyake, na hiyo red na white kivyake. Hizi zote zina project zake tofauti, lakini ni design ni hiyo hiyo. Hapo nikachanganya hiyo white na hiyo red, ingawa rangi ambayo nilikuwa naitaka sio hiyo, ila niliipenda. Kwa hiyo katika hizi kazi za mikono kuna muda unaweza kupata kitu ambacho ulikuwa ukitaki. Kwa hiyo ni ujuzi wako wewe kukifanya kiwe kizuri vile ambavyo ulikuwa unafanya nini unataka, au kikaribiane. Wanasema unapata kwenye kazi za mikono, kama unabuni kitu chako mwenyewe, unajua as you go, yani unafanya kitu as you go. Kuna vitu ambavyo utaplan lakini havitaenda kama utakavyokuwa umeplan. Kwa hiyo kama hivyo mimi hapo sikuplan kupaka rangi hiyo. Kuna rangi yangu ambayo nilikuwa nimeipicha kwenye akili yangu lakini sikuipata, ila nikaona niendelee hivyo hivyo. Kwa hapo nilikoroga rangi zangu zote, nikahakikisha zimechanganyikana vizuri, ndio nikazitumia kwenye project yangu. Kisha nita-arrange maua jinsi ambavyo nataka yakae. Kwa mimi kidogo nilikuwa nataka ya bend. Kwa hiyo utatumia ile shaper kuyabendisha kidogo kama hivyo. Kwa hiyo nikayabendisha kama hivyo kidogo, alafu ndo nikafanya nini, ndo nikapaka rangi. Kwa sababu nikipaka rangi alafu nije nipendishe, lazima nitaharibu ile style nzima. Hapo nitapaka rangi kila ua na rangi yake. Kwa hiyo hizo petals ndo nilikuwa nimeamua kupaka rangi hiyo hapo. Hiyo nadhani ni pink zain. Kwa hiyo nitapaka pink zain kwenye hizo petals kwenye ua la kwanza ambao ni pair of earrings. Alafu kwenye ua la pili nitapaka hiyo purple ambayo ni pair of earrings na pete. Haya, nitapaka kama hivyo unavyoona, na yenyewe pia niliibendisha kwa sababu nilikuwa nataka hizo pair of earrings na hiyo pete vifanye nini, vibend. Kwa hiyo ni seti ya pete, ile nyingine ni seti ya earrings peke yake. Haya, nitapaka rangi yangu ya papo kama hivyo. Make sure rangi imekolea kote. Na ua langu la tatu nilipaka hiyo white color, ambayo hii ilikuwa ni set of pair of earrings na cheni.
utakata hizo nyaya zako, utakata kama hivyo, tumia kata yako ukate hizo nyaya. Alafu ukishakata maua yako yote yale yakate hivyo hivyo. Kisha ukishakata yaunganishe sasa. Mimi nilitaka maua yangu yawe matatu matatu. Kwa hiyo nita arrange maua yangu yote matatu matatu. Haya ya papo matatu matatu, yale meupe matatu matatu, na yale mengine ya penzi matatu matatu. Yani hizi pair of earrings zote zilikuwa zina maua matatu matatu kama hivyo. Kwa hiyo unavounganisha hakikisha unatengeneza umbo unalolitaka. Ukikata kama hivi, kutumia njia ya kukata kama hivi, mara nyingi huwa inasumbua kwenye kuunganisha kwa sababu maua huwa yanacheza. Kwa hiyo ukiona hiyo peto moja inacheza, ni ujitahidi uziunge, yani jitahidi kuziarrange as long as you can. Yani hata kama ikiwa mara 100 unganisha hivyo hivyo, yani unaona kama hapo inacheza. Ikicheza rudia tena na tena na tena mpaka ikae sawa. Na unapounga, ukishaunga hakikisha imefanya nini, kabla hujaunga hakikisha imekaa sawa ndo uunge. Ila ukiunga kabla haijakaa sawa, ina maana ua lako lote litapoteza ule muonekano wake, na utapelekea kusababisha hereni moja iwe aina nyingine tofauti na nyingine ikae, yani zisifanane. Ila kwa sababu sisi tunawatengeneza kwa mikono, ndio zinaweza zisifanane, lakini hakikisha zinafanana. Yani hata kama hazitafanana sana, lakini zifanane. Kwa hiyo maua yote matatu, hereni zote tatu, yani pair tatu zote nilifanya maua matatu matatu. Kwa hiyo unga, jitahidi uunge maua yafanye nini, yafanane. Ukisha weka kama hivyo, utachukua UV light yako, utafanya nini, utakausha. Utawasha kama hivyo, utakausha. Hii ukaushe kwa sekunde 120. Ukisha kausha kwa sekunde 120 itaganda kama hivyo. Haya, kisha tutaunga sasa na pete yetu ambayo ilikuwa ina maua makubwa chini na juu ilikuwa ina maua madogo, na ile chini na yenyewe ilikuwa ina ua la namna hii. Tofauti yake ni kwamba hii ni purple, ile ni nini, ni white. Kwa hiyo tutaunga hivyo na tutaweka stone yetu juu kama hivyo. Tutakuwa tumemaliza. Haya, na cheni yetu hiyo hapo. Hiyo cheni hapo tuliona inazingua, kuna nini, kwa ikabidi tuunganishe na hicho kidude cha juu hapo, ndio ikaingia kama hivyo unavyoona. Unapoenda kununua vifaa vyako, make sure una tu detail tudogo tudogo tu, maana tunaweza tukasababisha kazi yako nzima isifanikiwe. Kwa hiyo ina maana sisi tusingekuwa tuna haka kadude haka kadogo kakuunganishia, tusingefanikisha kutengeneza hii cheni. Na pete yetu ndo kama hiyo. Asanteni, nawapenda.